Kabla hujaanza kuuza bidhaa zako, jiuze kwanza wewe. Kabla hujafikiria unaitangaza vipi biashara yako, jitangaze kwanza wewe. Make sure unakuwa brand ambassador namba 1 wa biashara yako. Ukiwa na personal branding nzuri, unaweza ukaisaidia biashara yako kukua kutokana na jina lako. Kwanza, ukiwa na personal brand nzuri, unapunguza gharama za matangazo. Kikawaida, ukianzisha biashara yako ili pia biashara yako ijulikane, watu waijue, lazima umwage pesa nyingi kwenye matangazo. Utawalipa ma-influencers, utalipia Google Ads, utalipia Meta Ads, utalipia wapi. Lakini ukiwa na good personal brand, unafanya low customer acquisition cost. Unapunguza ile gharama. Hutumii tena pesa kuwashawishi watu. Wewe ndo unakuwa influencer namba 1 wa biashara yako. Wale followers wako uliokuwa nao unawageuza wanakuwa wateja. Pili, ukiwa na personal branding nzuri, una boost mauzo yako ya biashara moja kwa moja. Kwa sababu gani? Unajua kuna tofauti mkubwa sana kati ya kukuza biashara ukiwa hujulikani, no name business, na kukuza biashara ukiwa unajulikana. Mimi ndo maana namkubali sana Nifa. Why? Kwa sababu Nifa ametuaminisha kwamba ukilikuza jina lako binafsi mwenyewe vizuri, unaweza ukauza chochote wakati wowote. Mfano, labda mtu amenunua kipodozi kwa Nifa. Bwana, Nifa ndo amenuzia mwenyewe, hii perfume nimenunua kwa Nifa. Mtu anafurahi. Kwa nini? Personal brand ya Nifa ni nzuri. Ukiwa na personal brand nzuri, watu wanaweza wakakuamini ijapokuwa hajai kukuona. Aliko Dangote, tajiri namba 1 Afrika, hakuweka jina lake nyuma. Kwenye biashara zake zote za sukari na cement, ameweka jina lake Dangote Cement. Jina lake liko pale kwa sababu ametumia personal brand ya jina lake kukuza biashara zake. Na ukiwa na personal brand nzuri, unajenga loyal customers. Omba sana Mungu akupe mteja ambaye pia ni shabiki yako. Huyo utamuuzia kuanzia ujana wake, uzee wake, hadi anakufa, kwa sababu huyo anakuwa loyal kwako. Mfano mzuri wa ndugu yangu anaitwa Michael Collins Aleje, nyinyi mnamjua kama Don Jazz. Don Jazz alikuwa na ushawishi mkubwa sana hadi sasa hivi kupitia social media. Don Jazz alikuwa na uwezo wa kuona talent, na zile talent alikuwa kishazichukua tu anazitambulisha kupitia Instagram yake na page yake ya Twitter. Wakina Rastawa, wakina Lema hawakutambulishwa kwenye media kubwa, walitambulishwa kwenye Instagram na Twitter. Ndio maana mpaka leo Marvin Records imekuwa lebo kubwa zaidi Afrika. Kwa hiyo wewe kama mfanyabiashara, make sure una good personal branding. Make sure unaikuza brand yako vizuri, kwa sababu mteja analipia trust, uhakika na experience. By the way, kama unapenda news za marketing na branding kama hizi, please follow me.